Wolan Bogi True. Ati siku njema onekana saa ngapi? 7:30 PM masaa ya Shujaz TV. Sana time kama sai. Karibuni sana mashujaa kwa show yenu moto. Mambo Vula iko episode ya leo, nakwambia mimi host wako Polite Sanchez Mali. Na ni Selina Ote. Na kabla tuendelee na vibe ya leo, big up sana kwa kila msemo mwenye yako locked in. Wale wanatutrace pale kwa mtandao, DM pale Instagram @shujazke na Facebook na TikTok @shujazkenya. Kumbukeni hashtag ni tuko on. Pale SMS unaweza sema na mimi kwa 0758919709 ama unaweza skani QR code hapa chini. Na mbogi yangu ya Katululu pressure 0, SMS ni free. Namba ni 20308 na hashtag ni tuko on. Cheki, hebu tuchangamke Maria Kimbio mbio. Mara one time. Ala, JK. Na kwani unaficha nini of late kwa hiyo simu? Kuficha nini? Maria Kim, surely. Mbona niko na kuficha kitu? By the way, leo nitarudi kwangu baadaye. Ulikuwa ushaniambia. Lakini si ubaki tu kidogo. Narudi kwa kibanda kiasi, nilikuwa nimeacha kisu. Na tena Brayo bado hajarudi. By the way, niko happy amerudi shule babe. Si ndio? Same. By the way, George, asante. Ile day ingine nilipata hizo do. Zimenisaidia sana aki. Na Brayo kwanza ako na furaha. Haina shida. Na anytime unataka usaidizi, niambie tu. Nikibai hizi vitu zote. Unataka kubai zote? Niko na wageni kesho, nataka kuwa sort. Ama itakumesa? Hapana. Nikitupo hata leo naweza funga job mapema. Okay, nimelipa. Na kuna kakitu extra ujibambe nayo. And by the way, nakumbuka ulinishow unataka kuanzisha feeding program. Ukipenda, nataka kusaidia. Si tutaongea baadaye. Manze, shukran sana George. Sawa. By the time tunaongea nitakuwa na plan ya venye hiyo program inaweza work. Tukue careful, juu akona more power than mimi. Na anything inaweza happen. Lakini kwani kuenjoy pesa za zawadi na shida kweli? JK, nimerudi. Uko? Niko huku nyuma. Umerudi haraka aje? Leo nimeweza kufunga mapema. George ni nani? Na mbona anakutumia do? Ni msana nisaidia na program yangu. Hizo do ni juu alibai kwangu. Uko sure kuna kitu naficha? Mbona anakuambia for your troubles? Kwani ni sponsor wako? Juisi do ya kibanda pekee? Usinitusi hivyo. Unlike wewe, mimi nakuanga mfaithful na siwezi kukucheat juu ya pesa. Na hizo do ndio zinatusaidia mimi na Brayo. So ni George ndio anasaidia Brayo. Si nilisema nitasaidia tuition fees. Please. Na nimekucheat saa ngapi? Unadhani sijui Grace hajakuwa akikutumia nudes? Unanisorora. Babe, niende uzituma. Sijawahi ulizia na sijui mbona anatuma walai. Sitaki hata kusikia story zako za uongo. Junge mblock. Unaniletea lawama na kumbe unanibetray hivi. Babe, please niamini. Acha kuniita babe. Na Brian amerudi, nataka kumtayarishia food. So unaweza enda tu. Ala, yani relationship ni kugombana hivi? Kama hiyo ndo relationship, wacha tu nitulie kwanza. Lakini George si anaspoilio dem sana. Baby girl lazima sikie vizuri. Na unaona venye hiyo do imemsaidia. Machampe mnaona vile hii game si fair. Na kama sina hiyo do, kwa nini nitadu? Hebu mtu chapie machaji. Banja na Maria Kim pale Instagram na Facebook @mariakim. Lakini sasa wacha tupumue kwanza tukisikiza machampe kwa ground. Hi guys. Hi. Mambo zenu? Kupite. Niliona kitu pahali na ilikuwa inasema hivi. Mimi ni atadia campus na naishi na chali yangu kwake. Tukianza relationship alikuwa tu poa, but sasa alianza kuget physical na mimi hadi kuna time tukikosana anaweza end up amenipiga. Shida ni siwezi toka juu pia yeye ndio ulipa rent na kuprovide kila kitu. Na mimi siko poa sana financially. Sasa
Nikitoka hata sijui nitaanza wapi, so inabidi nimebaki. Aki, sasa nitafanyaje? Hi guys. Hii solution inaweza kusolve hivi. Unaona, si hiyo relationship, we can stop that relationship and si unajiamini. Unaenda, unaambia huyu msichana aende, si ndio? Akishaenda, unaweza hata kujitafutia wewe kazi. Hata kama ni kupiga deki, kwenda kwa kufanya kazi kwa kibanda ama kuoshia watu vyombo. Unaweza kuosha vyombo na unajilipia rent, si lazima akae na wewe. Wewe alafu unaonaje bana jo? Kwanza weka ni dem, ndio. Kwa nini lecture nitoga bigger lineage? Bigger lineage ni ile uko zile za chiki mimi naeza, sawa? Si lazima utombe kijana ndio kijana kutoi nje, sawa? Mesha sasa unajua madogo uko zile za ai mimi chelewa na nitoe nje, sawa? Mimi nataka msako na do nini na cheke. Lakini ukishakuwa ile bigger lineage uko zile za ai mimi naeza. Bado uko na mzai uko na madhi, ndio. Hii design hiyo kidogo na kushika nayo, sawa? Nilo unapewa kidogo na sunda, unatumia dogo nini, unaona? Unajipanga maisha yako. Alafu pia jike life yako, usijike life msinono. Unashikimia hela kwa pale na chale yake mzaa yako kuna vinya kuna ganji nono. Wewe mzaa yako bana John farm, kuna vinya yako, sawa? Unataka kujika maisha yake aje. Kama maisha yako, kama ni kizi ya 2500, piga shughuli na hiyo, sawa? Hiyo umesema vizuri. Hapo hata mimi naweza mwambia mtu anafaa kujiamini. Ufai kudepend kwa mtu. Unafaa kujiamini. Sasa wewe msichana afaa jiamini. Hakuna mwenye huwa anazaliwa ama mwenye huwa anakuwa kama kuna kila kitu. Kila kitu lazima utafute. Ni kitu lazima utafute. So shule wakati anafaa fanya kazi kwa bidii na acho kudepend kwa huyo boy. Huyo boy anamfanyia hivyo kwa sababu amejua is financially low. Unaona? Anajua ati ako low kipesa hivi. Sasa anafaa ajisaidie, afanye kazi. Afanye kazi na atie bidii. Na ajitafutie pia nini chumba chake. Ya mi kenye naona hapa, huyu msichana atoke tu akotadia, but shule pia kuna part-time jobs. Yenye unaweza enda shule attend classes zako, but at your own time you can do job aside. Hiyo job inaweza msaidia alipe rent. Nyumba kuna za off law, kuna za 15, si zote zinaanzia tu. Alafu the next thing, huyu anaweza ongea na mamake. Mamake anaweza msupport. Hata kama ni kwa food nini, na anafanya hiyo part time yake, analipa rent. Na atamaliza, juu ako almost kumaliza. Tadia ni mtu anamaliza. Yeah, asiluzo. Yeah, si lazima akae na huyo mtu. Huyo anamdhalilisha juu anaona niende ana provide kila kitu. Sasa amemdharau. Na haifai hivyo. Waza mashujaa, hii riba ya kupigana na mpoa wako haiwezi. Vile hao machaji wamesema, mapenzi ikiland, kila mtu wa step ende njia yake. Na kama unapitia ngori kama hizi mtaani ama ungetaka usaidizi, wewe tutumie SMS kwa 20308. Tujue vile tutakusaidia. Na kumbuka, SMS ni free. Pale WhatsApp bado unaweza sema nami on 0758919709 ama unaweza skani QR code hapa. Rada safi, si tufike hivyo na kurutuange na Chieng mara moja. Jina langu ni Melissa Achieng na tuko mtaa Nakuru. Mimi ni mtu mwenye niko social sana, ama content creator, hizo TikTok unaweza nipata. Yeah, and I'm still a student. For me growing up, it was nice. Nilikuwa na watu wako positive all the time. So I had someone so close to me, like he was really close. The chemistry was nice, like everything. So there was a time that things zikaanza kuchange, like akaanza kuwa abusive, toxic. So he was really good, but at some point he had friends, and those friends wakakam like a negativity to his life. Like our friends wakakuja wakamfundisha how to party, drugs, nini. So ikifika mahali like mnaanza kubishana, unastukia tu ameanza kukuchapa. I'm that one person that believes that ataka wewe ni mkubwa, kuna something sufai kunifanyia, like we have to respect each other. So akaanza kuniambia, wewe Melissa, mimi ndakuja kukuua, sijui nini umenzoea, sijui mimi ndakuja kukuua. And that point hiyo nikakuwa kwa depression, and it was 1 week to KCSE. Kuna day alikuwa anataka kunipiga, like mimi nikakataa. Nikasema mimi utanipiga sasa, mimi nimechoka, na ukinipiga I will go to the police station.
So ndo mtu akapigia my dad, so my dad akarush kama my mama akatoka job akakuja. So hapo hivyo tulikalishwa chini, like wakaanza kuongea like hivyo, the communication, like aka accept everything that he was doing and aka apologize. For me it was so hard kwa sababu mimi bado nilikuwa nimemshikia. So my dad talked to me, akanitoa hapo hivyo, tukaenda kwa room, akaniongelesha, akaniambia sometimes kwa life unapo forgive watu wengine ndio uendelee. So nikaona ni mimi naumia, so I just decided to let it go. My relationship with him si kama venye ilikuwa kitambo, venye we were close, nini, tuna dance, tunafanya. Ndio ifike dio point alisema anataka kuniua. Nilipigia my big sis like nikilia. Nikamwambia everything. So my big sis alitoa hiyo suggestion that nichangewe environment ndio niweze kupata effective uko place nikisoma. Sikuzi niko poa, like nafanya kila kitu napenda, like sina stress. Na plan nikimaliza kusoma, like everything mimi nataka nikuwe my own salon. Ikwe kubwa and school ya dance. Nikuwe nafundisha watu hivyo. For me, nimezaambia wasikuwa watu wa kunyamaza, always speak out. Kwa sababu the moment you'll choose that silent, usijua what next can happen. Just look for some people who can give you advice on life. Asante sana Achieng kwa kubanja na sisi. We ni shujamba. Achia ametupeleka na rada, usikimie kwa relationship ukiumizwa. Prevention nayo is better than cure siku zote. The earlier unajibonga, the earlier utasaidika. Manze Jo na machaji, piga mboka usipige mpo. Mpoa. Na ukidai kuwatch story kama hizi ama kutuchapia yako, tuko Facebook @ShujazKenya na Instagram @ShujazKE. Come to bonge. Saini masaa ya kufunguka roho na Auntie E na Uncle Sasino. Rada Shujaz, hii ni ile section ya funguka roho. Mimi ni Auntie wenyu Eunice. Na mimi ni Sasino. Na tutaingia straight into the question. Yes. Niko na swali hapa ambayo nitajibu. Kuna mtu anasema mimi niko in a relationship na huyu boy for 4 years. Ameningoja nikamada form 4. Lakini sasa anadai kunipea ball na siko ready. Lakini nampenda. What will I do? Mresh, first nataka kuwa congratulate that mlingoja. Na saa hii maybe uboy ana feel time yake imefika. Yako ready. Lakini wewe una feel aje? Kaa hauko ready na kuencourage ukaengangari na hiyo choice yako. Maybe kuna goals uko nazo, unataka kuendelea na shule, kuna miaka unataka kureach kabla upate mtoi, na ujue kupata mtoi pia ni responsibility. Maybe una feel hauko ready for hiyo. Kama we ujisikii, mheshimiane na huyo boy na kila mtu aende yake. Kuna mademu wana feel wako ready na unaweza pata chali mwenye hayuko ready kama wewe. Options ni mob. Ndio. Na hiyo ni advice solid kabisa. Niko pia hapa na swali na ni sad kidogo. Nilikuwa raped na niko na changes kujikuna na sijui shida ni gani. Wacha nianze by kusema kwanza pole. Pole na tulipitia hii story. Na nataka ujue hakuna makosa wewe ulifanya. Lakini sasa juu imefanyika, ile enye naweza kuadvise ni kwanza uende hosi. Na ukienda hosi, kama ni kitu imefanyika reason, beba hizo nguo, ziweke mahali, usiweke kwa karatasi ya nylon, zipeleke mahali kwa daktari, wataweza kukusort on in case anything inaweza kuwa imefanyika, wataweza kuprevent. Kama ni story ya kitambo pia, bado haujachelewa. Please enda hospitali, wacha uangaliwe na daktari anaweza kukupea direction forward. Kweli. Wewe ni shujaa, umesurvive na tuko pamoja na wewe. If at all bado unahitaji mtu wa kuongelesha, tutumie message 20308 na tutaweza kukuelekeza vile inafaa. True sana. Na please kama kawaida na wakumbusha, hiyo namba amesema 20308 ni free. Ukituma SMS hapo hautachajiwa anything. Talk to us. Yes. So tuna look forward. Asanteni sana.
Karibu tena mashujaa kwa show yenyu murwa. Bado tuko locked in mbaya na tumetoka kufunguka roho. Na kama sheria ukiwa na swali, ngori ama maoni yoyote, wetu DM kwa SMS namba ni 20308 na ukumbuke SMS ni free. Ama utukute Facebook na TikTok @shujazkenya na Instagram @shujazke. Kumbuke ni #nitukoon. Na leo mimi ndo niko na simu, so unaweza sema na mimi on 0758919709 ama uscan hii QR code. Mimi si Elina, si utanipata Naivasha. Kwani kuna nini huko? Kuna Empress flani shujaa anaitwa Njeri na ako karibu kuanza story yake. Ngoja ningoje. Kwa majina anaitwa Michelle Panjiko Njeri, tuko Naivasha. First thing first, 19 years, turning 20 soon. Very polite and humble, by the way. Since I was born, mpaka class 5, life was so good because I had my family there. My family was there for me. But time nilifika class 5, tables turned because my parents died. Okay, nilizaliwa Eldoret. So tuko tunajua background ya mom. So I was kinda separated. Na wakaniambia I'm not supposed to be in the family and stuff. So unaona wakanifukuza home. Of course, in the streets, there's no one to take care of you. I'm still a child at class 5, niko age 12, 11. So I met this man. Nilikaa kwa street like kinda 6 months. Then kuna mwanaume alikuja akani-offer kunichukua, akaniweka kwake. Anijui. So that man hakuwa na bibi yake alikuwa majuu. So naona nilikuwa mimi na watoto wake na yeye. So watoto walikuwa boarding school. So tulikuwa tunaachwa na yeye juu mimi alinipeleka day school. So tukiachwa na yeye, I was the wife. Now you can't go tell everyone juu unaogopa kukuwa judged. Then ilikuwa inani affect mental nature. I was suffering with the things I was going through peke yangu without telling anyone. Nikiwa Eldoret nilikuwanga, I was the one cooking and doing the whatever. So alikuwa ananiachianga pesa. So I saved the money za kukuja huko because I knew at the end of whatever I was doing nilikuwa nataka kukuja Naivasha. So I came. Of course sikuwa najua mtu. So nilikuja tu bado tuna kwa streets. Sikuwa na pesa. So I was kinda giving out my body for money. Ndio nipate something to eat and something kupata pesa ya kununua nguo and stuff. Mchana nafanya kazi ya hoteli kidogo, usiku the business. After hiyo mwaka moja, I met a woman mwenye alikuwa anajuana na baby girl. She took me, akanipeleka shule, nikamaliza shule, akanileta huko kwenye niko. It's a nice feeling. It's a blessing, literally. I see myself having a bright life. To my mom's family, okay, I would really love to see them. Just sijawahi waona. Naweza sema an encouragement ni ukishare what you're going through, like umeisolve hata kama si yote, it's very important. Advice to the girls, they should take care of themselves na ujijali, as in don't expose yourself to the world just because you don't have someone to help you. To new beginnings. Anaitwa Njeri huyo. Galdemo power sana. Nakwambia kuona Empress kama huyo akiovercome mangori zake za life na bado anafuata goals zake unibamba mbaya. Lakini kumbukeni, in case unapitia ngori kama zile zenye Njeri amepitia, unaweza pata usaidizi. Unaweza ongea na chief, community leader na hata makarao. Na bado unaweza sema na mimi pale WhatsApp on 0758919709. Ama unaweza scan hii QR code. Wacha tuingie kwa streets tusikie mayouthman wanasemaje. In case bishiki yangu atakuja sema anapigana mpoa wake, tamwambia tafute usaidizi kwa polisi ama tafute guidance and counseling teams ili aweze kusaidika. Okay, mimi kenye naweza mwambia aende kwa OC apimwe na apate matibabu kulingana na venye huyo mpoa wake atapiga. Big up to my friends, especially my cousin in Charlotte. To my friends in Sia Institute, na waombea pia nyinyi na wapenda msome kwa bidii. Okay, mimi nasalimia Peter, Joshua and Gideon. Nawaambia mimi nawapenda sana.
Karibuni tena mashujaa. Mambo vula hapo kwenye streets manze. Manze usiogope kugotea mamori ukikutana na sisi pale mtaa. Lakini sahi moda ni kama imetupa kisogo. Tukikafunga, big up sana kila msee mwenye anatune in. Nyinyi ni wa true manze. Na kama umehata usiogope. Tutakuwa hapa next week na episode ingine maridadi. Na hizo riba ziendelee pale kwenye mtandao Facebook na TikTok @shujazkenya na Instagram @shujazke. Kumbuke ni #ni tuko on. Machampe wa Katululu usiogope, SMS ni sari. Wetu text kwa 20308. Na bado unaweza sema na mi on 0758919709 ama unaweza scan hii QR code. Nimekuwa host wenyu Polite Sanchez Mali. Na ni mimi Selina Ote. Till next time majama. Ukue home ama daro. Shujaz tuko on.